for us, Son of God. Amen. Amen. Katika vitu unaweza ukafanya ukamfurahisha Mungu ni kuhakikisha watu wamemjua, watu wamemfahamu. Ndio. Hitaji kubwa la Mungu kwako, wewe ambaye umeokoka, ni kuwasaidia wale ambao hawajaokoka na wao wamjue Mungu. Amen. Sawa sawa. Sawa sawa. Ni kuwasaidia wale ambao hawaabudu na wao waanze kuabudu. Yes. Hilo ndilo hitaji kubwa. Na ndio maana anasema cha kwanza ukiona umepigika, maisha yaendi sawa sawa, anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote mtazidishiwa. Why? Kwa sababu kwenye ufalme ndipo kuna kila kitu. Maana yake nini? Ni unapotenda kazi ya ufalme wa Mungu, yeye anajishughulisha na maisha yako binafsi. Man of God. Unapoacha kutenda kazi ya Mungu, maana yake unamwambia kaa peke yako na mimi nikae peke yangu, inajitosheleza. Lakini ukianza kuitenda kazi ya Mungu, Mungu anakupenda kwa sababu upo katika ufalme wake. Yes. Ndio maana nasema tafuta kwanza ufalme. Haleluya. Haleluya. Watu waliofanikiwa na wanaofanikiwa, watu wa Mungu wanaofanikiwa, watu waliookoka wanaofanikiwa ni wale wenye wanaweza kuutafuta kwanza ufalme wa Mungu. Alafu akisha utafuta ufalme wa Mungu, mengine yakafuata baada ya kuona ufalme wa Mungu uko sawa sawa. Yes, ni wale wenye kutumika kuujenga ule ufalme wa Mungu. Ni wale wenye wanaweza kuamka asubuhi na kwenda kuwaambia watu tubu dhambi, usipotubu utaangamia. Ni wale wenye uwezo wa kwenda jioni na kuambia watu Yesu anarudi, tubu dhambi. Kama hauna hiyo roho ndani yako, ufalme wa Mungu uko mbali na wewe. Ufalme wa Mungu ukitaka uje, haleluya. Ufalme wa Mungu ukitaka ukukaribie, ukitaka ufalme wa Mungu kusogelee, jambo la muhimu ni kuambia watu habari njema za Yesu Kristo. Isaya akaisikia sauti. Mungu anauliza, ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Sikiliza, Mungu anataka mtu wa kwenda kwa ajili yake. Yani mimi niko hapa, I'm not here for myself. Siko hapa kwa ajili yangu, niko hapa kwa ajili ya aliyenituma. Niko hapa kwa ajili ya Mungu aliye hai. Hebu shtua mtu, mwambie hauko hapa kwa ajili yako. Gusa mtu, mwambie uko hapa kwa ajili ya Mungu. Uko hapa kwa ajili ya Mungu. Lazima uifanye kazi ya Mungu. Mwambie lazima uifanye kazi ya Mungu. Lazima uifanye kazi. Utatoa hesabu yake. Unapoona Mungu anakupea uzima, anakupa nguvu, anakupa akili, anakupa maarifa, he is not giving you that for you to go and cook and eat. Hakupi hiyo nguvu ili uende upike ule. Anakuweka hapo ili ukaifanye kazi yake. Sema amina kama unanielewa. Amina. Anakuweka hapo ili ukaifanye kazi yake. Anakuweka hapo uifanye shughuli yake. Anakuweka hapo wasaidie watu wa Mungu. Anakuweka hapo uweze kuwakomboa watu wa Mungu. Anakuweka hapo uweze kufanya kitu kinachomhusu. Hakuweke hapo kwa bahati mbaya mwanangu. Anakuweka hapo makusudi ili uifanye kazi ya Mungu. Ili wanaoumwa wapone. Lazima uende uambie Yesu anaponya, Yesu anasaidia. Kuna watu wako na matatizo na hawawezi peke yao. Mungu amekuweka hapo, amekupea uzima, amekupea nguvu, amekupea hekima, amekupea akili ili utoke hapo uende ukawaambie Yesu anaponya, Yesu anafungua, Yesu anasaidia katika jina la Yesu. Yes, man of God. So that is the mission we have on earth. Huo ndio wito mkuu tulionao. Usiniambie hiyo wanafanya wachungaji, nisikilize, ni kwa kila mtu. Kwa kila mwanadamu mwenye mwili. Kama una mwili umepewa hiyo kazi. Especially kama umemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umepewa hiyo kazi. Ndio maana kuna wakati unaweza ukasikia uchungu kumuona mwingine haendi kanisani na wewe unaenda kanisani. Kuna kitu Mungu alikiplace ndani yako. Kuna kitu Mungu alikiinject ndani yako, ambacho kitu hicho lazima ukifanye kwa uaminifu. Ukitaka kufanikiwa, fanya kazi ya Mungu. Hello. Narudia tena. If you